uli create aje YouTube channel? Pia mimi create yangu by the way. Alafu nisha subscribe to your YouTube channel. Soon tunaweka Ondieki and she. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We are one family, we love each other, we are one body. Uli create aje YouTube channel? Hata mimi ni create yangu. Alafu nisha subscribe to your YouTube channel. Soon tunaweka Ondieki and she. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We are one family, we love each other. Nawafanyia mchezo leo bana, ni ajeni mko poa? Welcome back bana to our YouTube channel. And this is K-Town Podcast, #1 podcast in Kitale. You don't need to be told again. Wakati tunasema we are #1 in Kitale, we are better than wale watu wa kusikiza West FM. We are better than Imani Radio. We are better than hizo vitu zote. The only show you can come listen and maybe be educated. Kwanza nasikia watu wa nyumbani wanataka niende nitairisha watu. Nimeanza kutoka, unajua mimi natoka ile tribe ya kutairisha watu sasa. Wanataka niende niokote zile ni role yangu kwa circumcision inakuanga kuokota zile manini zimekatwa. Na watu nyumbani mwache tufanye kazi kidogo bana. Consistency kidogo ndio imeanza kusumbua. Unajua hizo watu wakitairishwa sijui tutapeleka wapi hizo maganda. Zinaitwa maganda, hizo mangozi. Sasa mimi nakuanga kazi yangu naturally inakuanga kusanya hizo ngozi wakishatairisha watu. Acha niache maneno mingi. Ni waambie Merry Christmas. Unajua Christmas inaanzanga baada ya Jamhuri Day. Kama hujaijua inakuanga hivyo. Niliona hata Citizen wamechange ile nini yao siku hizi ni Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año Feliz Vidal. Ama wanaimbaga aje? Mara za zingine nasikia Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, twaimba huku Afrika. Za zingine nasikia Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, twaimba huku Afrika. Ukiona tumeanza kuimba mawimbo kama hizo bana, it's time to check if you have the ticket. Ticket niliwaambia ni punch, only 500 shillings. Unatokezea hapo tarehe 24. Tunafanya nini? Tunafanya vitu mambo bula, mambo live. Tukingojea bana wale wanaitwa aje wale wise men. Sasa ukinitafuta hivi bana unaweza pata nimeenda na wise men mapema ndio very best. Kitale bana ni Miss Kitale. Sasa hii ndio tunajipanga kuchukua flight bana. Tuko na hadi mingi sana the previous week. Najaribu kuruka hizi maneno za huyu jamaa wenu. Lakini juzi nimesikia amesema ataweka Thika Road Expressway. Mimi sasa niko tu hapo. Nimekubali ameniingiza box. Hata hii sasa niko ngumi ni nini? Ngumi ni mbwekta. Fire si fire. Ni nova si nova. Mtu mwenye naona atakuwa one time ni huyu wetu wa huku bana. Ameconcentrate sana na Kusi Rais. Ndio tukichagua Susan na Kumisha. Unajua nasemanga nini? Nasemanga kitu ya kitambo nilikuwa nasema sitaki kuwa associated na politics. Sasa lakini nikakuja nikaona kutokuwa associated na politics my friend ni kitu mbaya sana. Unajitakia like to be ruled by fools, na ni kitu yenye hatuwezi kubali. Ndio maana mimi nakuja hapa kuwaelezea hata MCA. Kuna jamaa yangu anaitwa Edward ama Edwin pale Sikatunga Ward.
unafinya jamaa mnamjua. Corruption inakuanga mbaya time yenyewe. Si wewe una nini, na si wewe maybe unafaidika ama unafanya nini. Tukiweka MCA wetu, nilisikia kuna slogan inakuja ati it's also our time to eat. Imagine wale watu wa pale Chepkoyo pale, mkiweka MCA anatoka pale Chepkoyo. Lakini what the fuck, mimi nimeona mtu amechaguliwa aliwa hiyo area, lakini bado the mtu wetu syndrome is so weird. Mtu kama ana maana, kumbe ana maana. The political tension is so high. Tunasikia hata sisi hakuna kitu kingine chenye tumeongelea baada ya kuimbia tu Felix na Vita Felix, na baada ya kuanzishia. Sasa tuko by the way na intro. Tuko na intro. Ulifungua aje YouTube channel? Hata mimi nifungue yangu, alafu niwe subscribe to our YouTube channel. Soon itakuwa Ondieki and She. Pandeka hiyo side pale, unaweza toa hadi hiyo radio hivi. Ulifungua aje YouTube channel? Hata mimi nifungue yangu. Soon itakuwa Ondieki and She, alafu nisha subscribe to our YouTube channel. Hello guys, welcome to our YouTube channel. We love each other. We are one family. We are one body. Sina maneno mingi bana. Hii Christmas kwa wish bana, Merry Christmas and happy New Year. Sasa kama ulikuwa na kitu hujafanya, achana tunaya my friend. Hizi ni dakika za wish. Hizi ni zile dakika kama za Manchester United. Sasa kama ulikuwa sijui tu ufanye nini, ubai gari. Hata mimi I thought last year nilisema ndanunua gari mwaka, lakini bana ni kama nimesahau. Vitu zimeenda mbio. Futsubishi, hakuna kitu inanibo kama kila time ya Christmas. Every Christmas bana, imagine fare ya kutoka Kitale to Kitale, ya kutoka Kanairo to Kitale inaongezeka. Kama sasa najua nimeenda kubook one of the nini, sitaki kuwapea marketing. Sorry guys, sitaki kuwapea marketing. One of the bus bana, naona imeshajaa. Yenye imebaki naona yani 3500. Imagine nani mali tunaenda ngana 1800, 1700. Ikienda sana 2100. Sasa hii 35 na it's barely date 13. Sina hapo le. Mungu tu asaidie bana. 2026 nimeshasema ni mwaka yangu. Mimi ndio nimesema wa kwanza. 2026 it's my year, my guys. Mtu asichukue 2026, nimeshaichukua. Unajua nawaambia ni Christmas, mnaona? Nawaambia ni Christmas, mnaona ni joke sasa. And let me just wish you a happy 2026. Ni mwaka yangu, hiyo tumeshamaliza. Alafu kuna kitu niliona MGC, ilikuwa nikuja niongelelea my friend. Hii maneno ya ChatGPT. Najua mnatumia Google sana, mnatumia ChatGPT sana, lakini hata madaktari shwari. Je, niliona wameshika daktari Imbo. Daktari yako YouTube, imagine. Hata sasa si ChatGPT. Nilichekelea mtu aje kusema ChatGPT juzi. Sasa mimi ndio nasema ChatGPT. Nilichekelea juzi mtu aje kusema ChatGPT. Sasa mimi siku hizi nasema ChatGPT. ChatGPT. Walishika doc akifanya surgery, imagine anafanya surgery na YouTube tutorial. Like anaona kata hapa,
anaona YouTube akifanya hivyo. Surely kuna course zingine walai msifanye jokes nazo. Hizi course zingine sijui za media, sijui za nini, za psychology, hizo bana unaweza iba hadi notes ama hata uko daktari. Jamani, all of us tunakutegemea, alafu wewe mwenyewe unaenda kuuliza ChatGPT ati unaanza kubahatisha. Sawa, kwa nini nikuje hospitali? Kwa nini hata nilipiesha? Hapo kuna shida kidogo. In between the week bana, jina italeta bundia. Nataka kuongelelea wale watu wangu wa Arsenal. Vipi watu wangu wa Arsenal? Ligi ni yenu msijali. Ligi ni yenu msijali. Unai Emery took it very personal wala. For real. Haiwezi kuwa tu ile time yote yenye mna haiwezi kuwa ile time yote mnataka kufanya nini? Ile time yote mnataka kuchukua ligi. Unai Emery hata yeye alikuwa Arsenal zamani. I take it personal kuvutwa ama hakumalizia ile pesa ya contract. Jamani, dakika ya 95 Arsenal. Unajua the other Premier League I was sure mnaenda kuchukua. Hadi nikaacha kuona Premier League. Nikasema ya Arsenal kama watachukua ligi, hata mimi nianze kuona basketball. Hata imeanza ijafika Christmas mnataka kuanguka jamani. Huyu ndovu si kama round hii tutampeleka ICU. On the side ya Manchester United itaniulia driver. Manchester United imekuwa slow. Shinda gembe. Nimalize kula kwanza ndio niongea. I wanna wish you a Merry Christmas. Sawa, yo. I'm sorry bana, it's festive season bana, yo. Msi take it very personal. Manchester United wanacheza game mbili vizuri, game zingine wanacheza vibaya, lakini I think Wolf bana watushikia Arsenal. Hawezi kuwa na point mbili hizo game zote. At least watafute point moja kwa Arsenal. Kingine bana, niliona Talanta Stadium inataka kunemiwa Raila Odinga Stadium. Hii wa Kenya mko very hypocritical. Time yenye mtu amededi ndio mnakwanga. Jamani, mimi najua kama ati angekuwa tu wako hapa, alafu ati mseme tu like mjitolee. Hiyo uwanja inemiwe Raila Amolo Odinga akiwa. Wallahi niko sure kuna watu wengine wangekubali. Sasa wanasema I propose I say yo inemiwe Raila Amolo Odinga International. Mimi si ati nakataa, lakini nasema yo, kwa nini tukue like hiyo design inafaa like kitu kama imesema ni Talanta Stadium. Acha tu ibaki Talanta kama ni for that reason. Ati lazima kama na dedi, na kama tunahitaji kuname stadium
me I can propose to name it Uhuru kwa sababu yeye hako hata he'll be seeing it. Ama tuangojea deni ndio tuseme hiyo barabara sidia wapi tuiname hivyo. Better tuanze kufanya nini, appreciate watu, kugive watu flowers wakiwa, ama tuiname hata Uncle William International Stadium juu he is still there. Hizi vitu za kunema watu wenye wamesha dedi na time yenye alikuwa hapa mimi najua mngekubali. Crazy. Naenda kuongelelea something very controversial by the way, maneno ya environment, maneno ya Trufena Muthoni na Natalia Gidinji kuhag miti. Haina shida inatokezea sasa kwa sisi wenye hatujaipata hag sisi wenye hatujaipata hag 72 hours. Yo crazy. Sijui hug, the longest hug someone may have ni gani. I'll use my laptop and maybe find it. Let me just type it here. Let me just Google it here. The longest hug. The longest hug. Someone I've ever heard. Kizungu si rudomo rwangu. The longest hug. Nataka kubreak hiyo. The longest hug record. Yes. The longest marathon hugging is 32 hours, 32 minutes, 32 seconds, and was achieved by Benjamin Camper and Benjamin Thompson, both in USA. Hao ni wanaume. Sitaki hiyo. In a straight relationship. Sasa haida amani. Yes, wait. 32 hours. My friend, by the way, si tunaweza vunja hii. Mtu wangu jamani. Ama hata kama yeye ni mtu wenyewe. Kama the longest hug ni 32 hours. 32 hours ni kitu 1 day and some nini. Ndio haijafika 48. 32 plus maybe 7 ama 8 hours up. Jamani, si. Itu ina tunaweza. Not interested. Separate asastaki ya hagi ya watu of human beings. Between human beings. Hii mnaweza sema nimefikia. Ama mnasemanga tu hivyo human being. Ama tu nimefikia, lazima mseme. Awala hii tunaweza change bana. Mtu wangu hata watu mnaocha hapa msiende muimplement. Mwache mimi na mtu wangu bana tu. Focus hapa kwa hiyo World Book, Guinness Book, Konyangi Book, World Book of Record. Hayo maneno ya Trufena na Natalie, ninaweza sema bana, kila mtu hapo na opinion yake. Msitake crucify mtu na ama cancel mtu. Na chenye amesema moja, mimi imagine vile ama la zenye nata nimtea kwenye baby ni nzo tuza aina nzeli mwenye amekuja hadi ametro like hiyo wako tu moja tu like
mtu anasema tu like mmoja mnamgeuzia like kabisa like you cancel all ile raha amekupatia na hii sadness moja. Mi sijui nyinyi mnafikiria aje hiyo, lakini for me I prefer like zile good times zenye nimehave, maybe hata venye ako NTV nimeanza kuona NTV juu akienda huko juu. Sasa siwezi mcancel na hiyo kitu moja. Na for me, kama ni watu wanasema opinion, and we are a country of democracy, and hapo ndio hiyo nini inakujianga hiyo pati ya democracy. Nashanganga watu wengine hawaelewi. Kama tunasema sisi ni watu we really value democracy, basi tunafaa ku accept each other, each and every opinion, kwa sababu democracy si ati watu watakuwa na opinion moja. People will differ maybe in some ideas, maybe religion, vitu mingi watu wanadiffer kwa kitu. But since sisi ni watu wa democracy, tunaangalia hizi zote and we go the majority. Lakini the majority have their way and the minority have their say. I think kuna kitu kama hiyo place design yenye like najua hatujakuwa na numbers, lakini nyinyi ndio majority, mme have their say because democracy watu wakiwa wengi na mbavu hii ndio maana shike kura, sababu tukikuwa wajinga wengi wakienda kupiga kura wakitushinda, for example nini mrefu wakitushinda for example kisha wewe msee hakuna ati kwa tunaenda kuwaje, kwa sababu no one is going to blame it the election TikTok. Hata nyinyi mnajua maybe kina nani sasa, maybe to vote kina Okto kutoka maybe Kibra, akishaenda tumwambie alete online voting. People bana are voting online. If you are a first world country, kwa nini IBC isipeleke hizi voting na vote online? Kuna hadi ali vote mimi mapema, watu wanavotingi mapema. Kama we are a first world country, tunafaa pia consider hiyo mambo ya early voting na peleka the all voting system towards the internet. Juzi nimefanya siang anasema kati ya internet na chakula gani ndio important. Nikakaa hivi kufikiria chakula nani ya maana life, lakini internet nayo inapita like speed size inapelekana hivi like unaweza kuwa umeshiba lakini bila mneti my friend, bila hapo wifi ni nini inasumbua like utaka guy how can someone operate without an internet? Hiyo ndio hiyo views tu na ideas za democracy. That's why sikizi nilianza kwa sana, kwa sababu sisi wote hatuwezi kuwa na same idea ama tunafikiria kitu moja pana. Ama ndio being old enough ni cool, ama being mature enough ni understand. Hatujalelewa kwa same. Mimi nililelewa pale chini. Mwingine nililelewa mimi. Mwingine nililelewa mimi. Na mwingine anishasha. Watu wamelelewa place different na sisi wote hatuwezi kuwa tunafikiria kitu moja. So I'm mature enough to understand the way I'm thinking it's right, but also I must consider huyo mtu mwingine anasema aje, hata kama ako na different views. Kitambo kama mimi nilikuwa nimefikiria this way, I will really stick with hiyo side yenye nasema, kwa sababu I don't see the other way, but I've really studied the word democracy na since Enigma. Jamani, ini kizungu ina flow. Hii podcast bana tafunga bana yo.
since Enigma get lost, nime learn more in democracy na nimejua it's about the majority man. That's why we are advocating bana. We are advocating youths bana, mwende mchukue kura. Juzi hizi elections zenye zilikuwa by election, mliona watu walichekelea wakasema yo nadhani kura iko TikTok, lakini nadhani kura iko maybe IG, kura iko IG, hata kura iko hapa Keita. Hapa tu ni kutoa maoni na kuwa advice. Imagine one of my friend, kwanza acha nimseme Macjel aliniambia juzi hataki maneno za election. Nikashangaa yo, I didn't even see that. Hatuje mle kunupa hata na siku haidi wa mama yetu pia yeye kuna right. Yeye alikuwa ananiambia the system never good. Iko ruled kuundwa hivyo kwa sababu come to think about it, activists ndio wanafanya kwa mali tuko sahi, kwa sababu activist anakuanga amepigania maneno za human right, maneno za haki kwa jamii, lakini once tu huyu activist amechotewa kakitu ama amepata hiyo job, hiyo activist anajiitwa kuwa one of the rogue leaders wenye tuko nao. So I think the problem that we have, maybe it cannot be solved with maybe the system or election. Lakini according to me, as I really believe sure even electing like TT kuna they work towards our advantage, kwa sababu hawa leaders wanatoka kwa our society, na society yetu ikikuwa rogue ama ikikuwa vibaya itatoa tu. But someone came with an opinion ya kupeleka constitution ifunze kwa hizi junior secondary na maybe ifunze like primary. Mimi unajua acha nitumie it kwa sababu hiyo ndo naelewa. Ama wenye mko na watoto mtuambie. Hiyo pati ya watoto tunaenda kuongelelea, hiyo ndio nataka kumalizia nayo. Na hiyo ni controversial pia. Sasa tumalizie maneno serious ya saving our country. Kuna constitution lawyers mtu help bana. Hii constitution watu wenye wamesoma ni wachache sana. Iko hadi translated maybe to our mother tongues. Kama hapa Kitale Kiluya, nashangaa kwa nini hakuna constitution Kiluya. Na iko simplified, iko hadi na diagram. Unasoma hivi, watoto wapelekewe hiyo constitution kwa shule. If someone can teach CRE ni imagine illusion, kitu yenye ile maybe ilifanyika 2000 years ago. What about a book yenye iko sahi practicable? Hiyo ndio inafaa like kifunzo. Chukua hongo ni mbaya. Wanachora picha ya mtu akichukua hongo amekata mto. Our children wakigrow hivyo wakiona hizo diagram, wakijua like corruption, hizi nepotism, hizi vitu in kwa society, they are bringing it down, and they are making our country never perfect. They will not come mtini do ama watakuwa wanazingana bila kufunga sababu I think society ndio iko wrong. Hakuna hadi ya kublame leaders. Constitution ikuwe simplified maybe to diagrams, maybe to section, maybe ikuwe like hata section 1 inafunzwa class 1, section 2 inafunzwa zile vitu deep. Wanze na vitu za corruption hizo because inafunzwa class 1. Mtoto anagrow akijua yo hii shit na hii shit ni mbaya ama hii na hii ni vibaya. Hivyo ndio venye mimi naweza ona hiyo constitution bana, it's high time ipelekwe kwa shule. Kwa hizi niliona National Police Service ilichukua records. Kwa hizo shule pia wafunde hiyo constitution, waongezewe watu kama mgogo, wafunde hizo hadi wapi universities, watu wafunze like
kila mtu akwe rada na constitution, kila mtu ajue wa KMCA, kila mtu ajue wa Senate, hadi mchaches. Constitution itaanwe for free, like soma, kwa sababu we have a very 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 best constitution. Na hizi ma institutions zenye ziko powered na hii constitution, like maybe judiciary, even legislature, hizo ma institution aipoa ni noma. EACC ni institution noma sana. Nikipewa hizo nini zenye responsibility yenye imepewa kwa constitution, ina watu will be, tutakuwa tuna close huku nje mbaya sana. Sasa poa, najibu poa bana. Sasa ni ile masaa nini? Ndio niseme K-Town Sunday service, lakini nikaona since ni Christmas we'll be revolving around God's Christ death. Hata sifai kuambia ati yo maneno ya K-Town Sunday service tena. So we are focusing on our podcast. There is a final topic nataka tuguzie. Watoto ni responsibility ama ni liability? According to nyinyi mnajua, kwa sababu some people wanasema watoto ni asset, nasema ni liability, wengine ni responsibility, wengine wanasema ni baraka, wengine wanasema ni sana. Lakini according to mimi naona live nikaona nimeanalyze nikaona watoto hamoa liability kwanza, alafu inamata na venye wewe utawalea. Liability kwanza kwa sababu hata nijaribu kukumbuka ule mwalimu Kirui alikuwa ananifunzaje. Liability ni ile ina minus something from maybe your salary ama your income, like inachukua do kwako. Like for example, nafaa kubuy nguo ita minus maybe 2,000, hiyo ni liability. Sasa at first watoto wanakuanga liability, ili according to me you can have your own views the way you want it. Kwanza wanakuanga liability na inamata na venye wazazi wanawalea. Na mimi as a researcher, wengine wale wanawalea wakuja ni liability, wanaweka kama investment. Like unalea mtoto ukijua atakuja maybe kurudisha some amount ile yenye umeweka kwake. Katai kurudisha ni vizuri ama sasa kurudisha ni vizuri ama ni vibaya, hiyo nyinyi nimewaachia. La next time I think we will have a visitor kuongelea hiyo maneno ya watoto ni liability ama responsibility ama ni investment ama ni asset. Hizo vitu zote according to the Luya culture we'll have a visitor to come to speak about that in this channel. Some few announcement nimalize. I usually talk for 30 minutes. Inakuanga long. Keeping in mind niko solo. Watu wengine wanakuja Christmas. Walishaenda Christmas. I think tutapatana na wao huko mbele. Some announcement ni kitu ya kwanza ni our show. Our 30 episode 30 live recording. It's coming and it's really soon. Buy your ticket, nenda pale kwa YouTube channel, angalia Kitale Media, unanunua ticket yako hapo. Ticket ni fans bana. Nisijirudie sana hizo maneno. Hiyo mshajua. And I have some few greeting kwa Big Boss. Kuna jamaa anaitwa Big Boss. Ananisumbua sana. Invest kwa mavazi. My friend, hizi maoni mnaongea sasa 2026 hakuna mtu ndakuwa nasikiza. Na nilishasema 2026 ni mwaka wangu. Big Boss bana, jamaa kutoka Bombo Lulu aliniambia bana niwasalimie ama nifanyaje. Atasema hapo niwajulie hali
niwasalimie sana. Ni Big Boss na maoni mingi staki. Big Boss maoni mingi staki. Salamu ya pili bana ni ya Macjel bana. Macjel top shooter bana. Top shooter. From mimi to you, sina kitu kingine. Just say Merry Christmas and a happy New Year. Acha tumalize na ile intro. Ulicreate aje YouTube channel? Hata pia mimi ni create yangu. Alafu nisha subscribe to our YouTube channel. Soon na account ikiachi. Hello guys, welcome to our YouTube channel. We are one family. We love each other. We are one word. Episode 24. We are